بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Mlango unaozungumzia juu ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Na suala hili la kuamrisha mema na kukataza mabaya ni katika ahamu al-ibadat wa ahamu ma yaqumu bihi al-mar'u al-muslim, ni katika ibada zilizokuwa muhimu na ni katika mambo bora ambayo anayasimamia mu'min. Na umma huu umepata ubora na kusifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya suala au kwa sababu ya kuwepo kikundi katika umma huu ambacho kinasimamia katika suala la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na kuamrisha mema na kukataza mabaya ni wajibu alkifai, ni wajibu unaotosheleza. Wakisimama baadhi kuamrisha mema na kukataza mabaya, basi wengine waliobaki wanatoshelezwa na hao. Kwa maana wakipatikana wa kulisimamia hilo, basi wengine uwajibu kwa wao unaanguka. Na al-ma'ruf ni kile ambacho kimejulikana wema wake kisheria na kiakili. Kullu ma urifa shar'an au kullu ma arafahu ash-shar'u wa aqarrahu, ni kile ambacho sheria imekijua na imekikubali. Min al-ibadat, katika ibada alqawliya, ibada za kimaneno, walfi'liya, na ibada za kimatendo, aldhahira walbatina, ibada za dhahir na ibada za siri. Na kinyume chake ndio munkar. Munkar ni kile ambacho kimekataliwa na sheria na kimezuiwa katika aina za maasiya na ukafiri na ufasik, uongo, kusengenya, kufitinisha na mfano wake. Na yule ambaye anasimamia suala la kuamrisha mema na kukataza mabaya, lazima kuna masharti yakamilike, lazima kuna masharti yakamilike ndiyo asimamie wajibu huo wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Sharti la kwanza, an yakuna aliman bil ma'ruf wal munkar, awe anajua kwamba hili ni zuri na hili ni baya. Asihukumu uzuri wa jambo au ubaya wake kwa dhana au kwamba mimi nimesikia tu wakisema kwamba jambo hili ni baya. La, lakini atakiwa awe na ilmu ya kwamba kweli hili ninaloliamrisha ni jema, ni katika maarufu, ni katika ambayo sheria inayataka, na hili ninalolikataza kweli hili ni baya, ni munkar, na ni katika ambayo sheria inayakataa. Kwa sharti la kwanza la yule anayeamrisha mema na kukataza mabaya, awe ana ilmu ya kujua kwamba hili ninalolikataza ni baya, ni munkar, na hili ninaloliamrisha ni jema. Sharti la pili, an yakuna, iwe ule munkar anaokataza huo umetokea, umefanywa kweli, au kama ni jema limeachwa kweli. Yani kama ni jema
basi liwe limeachwa kweli. Mathalan, anakwenda kwa mtu kumlingania juu ya swala, yani kumwamrisha swala, anatakiwa awe na yakini kwamba kweli huyu mtu haswali. Anatakiwa awe na yakini kwamba kweli huyu mtu anaacha swala, ndio amwamrishe kuswali. Wazi? Au katika kukataza, anakwenda kumkataza mtu kunywa pombe, anatakiwa awe na yakini kwamba kweli huyu anakunywa pombe, ni mlevi. Isiwe ni mambo ya dhana au unasikia sikia. Kama unasikia sikia, basi kwanza tastafhim minhu, umuulize, ujue kutoka kwake kwamba nasikia kuna kadha wa kadha, ni kweli? Kisha ndio mkataze, lakini sio kwa nini? Kwa dhana na tuhuma. Na sharti la tatu kwa anayeamrisha mema na kukataza mabaya, isipelekee kukataza kwake mabaya ikapelekea madhara zaidi, au kuamrisha kwake mema kukapelekea kuachwa lililokuwa kubwa zaidi. Wazi? Kwa mfano, mathalan, mtu ana majirani watatu wamemzunguka. Hawa majirani wote anatakiwa waishi nao kwa wema, anatakiwa awape haki zao za ujirani. Lakini ikawa kuna majirani wawili anaishi nao vizuri tu, lakini kuna jirani mmoja haelewani naye, anaishi naye vibaya, wanagombana, wanafanyiana kusuma. Tunachotakiwa au tunachotakikana, huyu anatakiwa aamrishwe na huyu jirani mwingine amfanyie nini? Amfanyie wema. Lakini ikihofiwa kwamba tukimfuata huyu tukamwamrisha huyu jirani amfanyie wema huyu jirani mmoja, anaweza na hawa majirani wawili akaacha kuwafanyia wema. Kwa hiyo tunakwenda kumwamrisha jambo, kisha anaacha lililokuwa kubwa zaidi. Kilichokuwa aslaha ni kufanyaje? Ni kumwacha katika hali yake hiyo hiyo. Mfano, umeeleweka? Au mathalan katika kukataza, mathalan mtu ni jambazi, unajua huyu ni jambazi, wewe unajua kabisa huyu ni jambazi, kisha unataka umfuate umkataze na ile tabia yake ya wizi na ujambazi, lakini unahofiwa kwamba huyu akifuatwa kuambiwa jambo hili anaweza akaua. Sawa? Kwa bana, jana nilikuona sehemu fulani unafanya hivi, anaweza akakuua. Basi wewe utamwacha, kwa sababu kuua ni madhara makubwa zaidi kuliko kumwacha akabaki akawa anaendelea na wizi. Wazi? Tayeb. Je, ni sharti kwa anayeamrisha mema naye atekeleze yale mema, au anayekataza mabaya ayaache? Je, ni sharti, ni lazima jambo hilo? Aljawabu la, si lazima. Mtu anaweza akaamrisha mema na akawa hayafanyi, anaweza akayakataza mabaya lakini akawa anaendea, lakini mahma kan itakuwa ni hasara juu yake kwake yeye. Akiwa anaamrisha mema na yeye hayatekelezi, la shaka hiyo ni hasara kwake yeye mbele ya Allah. Au anakataza mabaya lakini anayafanya, ni hasara zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia inatakikana kwa anayeamrisha mema na kukataza mabaya akusudie kutengeneza, ayurida al-islah, akusudie kutengeneza, isiwe kuamrisha kwake na kukataza kwake ni kwa ajili ya intiqama linnafs,
kuilipizia kisasi nafsi yake au kuinusuru nafsi yake au kuonesha nini, kuifaharisha nafsi yake kwa watu. Sio lengo lake ni hilo, bali hiyo lengo lake ni kutengeneza, hiyo lengo lake ni kutengeneza. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, amesema Allah tukufu, waltakum minkum umma, na kiwepo kikundi miongoni mwenu, na kiwepo kikundi miongoni mwenu, yad'una ila alkhairi, kikundi ambacho kinalingania katika kheri, kikundi ambacho kinalingania katika kheri, wa ya'muruna bil ma'ruf, na kiwe kikundi hicho kinaamrisha mema, wa yanhauna 'anil munkar, na wao wanakataza mabaya, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Ni ipi tofauti ya kuamrisha mema na kulingania katika kheri? Allah anasema waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, na kiwepo kikundi miongoni mwenu kinacholingania katika kheri, ya'muruna bil ma'ruf, na wanaamrisha yaliyokuwa mema, wanalingania katika kheri na wanaamrisha yaliyokuwa mema. Ni ipi tofauti ya kulingania katika kheri na kuamrisha mema? Kulingania katika kheri ni kubainisha ile kheri yenyewe, ni kuibainisha ile kheri yenyewe na kujulikana kwa watu, kuibainisha swala, fadhila zake, nguzo zake, masharti yake, wajibati zake, kuibainisha zaka, fadhila zake, mali zinazotolewa zaka, wa hakadha. Wazi? Ama kuamrisha sasa ni kule kumwambia mtu bwana, swali, funga, kafanye haji, fanyie wema mzazi wako, sawa? Wa ulaika humul muflihun, na wenye kulifanya hilo hao ndio wenye kufaulu. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasimamia juu ya jambo kubwa la kuitengeneza jamii, wanasimamia jambo kubwa la kuitengeneza nini? Jamii. Wa qala ta'ala, na amesema Allah tukufu, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, nyinyi umma wa Muhammad ni umma bora kwa watu na ni wenye kuwanufaisha zaidi watu. Ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha yaliyokuwa mema na mazuri, wa tanhauna 'anil munkar, na munakataza yaliyokuwa mabaya. Wa qala ta'ala, amesema Allah khudhil afwa, samehe, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam samehe, wa'mur bil 'urf, na amrisha yaliyokuwa mazuri, wa a'rid 'anil jahilin, na wapuuze wajinga, usibishane nao, usiwasikilize maneno yao, achana nao. Wa qala ta'ala, amesema Allah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, na waumini wa kiume na waumini wa kike baadhi yao kwa wengine ni vipenzi na ni wenye kunusuriana na ni wenye kusaidiana na kutiana nguvu. Sifa yao hawa, ya'muruna bil ma'ruf, wanaamrisha yaliyokuwa mema, wa yanhauna 'anil munkar, na wanakataza yaliyokuwa mabaya. Waumini wa kiume na waumini wa kike baadhi yao kwa wengine ni vipenzi na ni wenye kunusuriana na ni wenye kusaidiana na kutiana nguvu. Sifa yao hawa, wanaamrisha mema na wanakataza mabaya. Na aya hii
inajulisha kwamba suala la kuamrisha mema na kukataza mabaya na kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala laysa khasun bil-rijal, si khasa kwa nani? Kwa wanaume, bali hata kwa wanawake ni wajibu kulifanya hilo. Lakini kwa wanawake wenzao wanapokuwa katika mikusanyiko yao, na isiwe kuamrishana mema na kukataza mabaya kwa wanawake kama ambavyo dhahira ya saidi ilivyo. Mwanamke anatoka kwenye media na makamera yanamchukua, eti anaamrisha mema na kulingania mabaya na kukataza mabaya. Sio hivyo, na hii ni ishara ya kuwa mwanamke huyu amekosa haya. Mwanamke ambaye anajidhihirisha katika media au katika mikusanyiko ambayo kuna wanaume na wanawake, anajitokeza na kuzungumza, hata kama anazungumza dini, basi huyu mwanamke analolifanya ni munkar, na hii ni alama ya uovu wa mwanamke huyo, kwamba yeye amekosa haya, ambayo ni sifa kuu anayotakiwa kuwa nayo mwanamke wa Kiislamu. Waqala Allahu ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, wamelaaniwa wale waliokufuru katika wana wa Israili. Israil ni Yaqub, Israil ni Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhim salatu wassalam, na hii ni laqabu yake. Israil ni laqab ya Yaqub. Qala lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, wamelaaniwa wale waliokufuru katika wana wa Israil, ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, katika ulimi wa mtume Daud na Isa mwana wa Maryam. Wamewalaani hao, sawa, kwa sababu na hao Daud na Isa pia walitumwa kwa nani? Kwa wana wa Israili, sawa. Kwa hiyo kwa kule kupetuka kwao mipaka na kutokukubali kwao nasaha na kutokuamrishana mema na kutokukatazana mabaya baina yao, ikapelekea wao kulaaniwa na mitume wao. Kwa nini walilaaniwa? Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, walilaaniwa kwa sababu ya maasi waliokuwa wakiyafanya na kwa sababu walichupa mipaka katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, lakini pia walikuwa hawakatazani kuacha munkari waliokuwa wakifanya. Mmoja akimwona mwenzake anafanya munkar hamkatazi, au wengine wakiona wenzao wanafanya munkar hawakatazi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani juu ya kuacha mabaya waliokuwa wakiyafanya. Labisa ma kanu ya'malun, kwa hakika ni mabaya yale waliokuwa. Labisa ma kanu yaf'alun, kwa hakika ni mabaya yale waliokuwa wakiyafanya. Kutokukatazana mabaya, jambo hilo ni jambo baya, na ndio sababu ya kuenea uharibifu ardhini. Waqala ta'ala, amesema Allah, wa qulil haqqu min rabbikum, nasema ya Muhammad, alhaqqu min rabbikum, haki inatoka kwa Mola wenu, haki inatoka kwa Mola wenu. Faman shaa falyu'min, yule anayetaka na aamini. Waman shaa falyakfur, na anayetaka akufuru. Na hii si kwamba mja amekhiarishwa kwamba wewe ukitaka amini, ukitaka usiamini, hakuna shida, bali hii imekuja katika wajhu wa tahdid wa vitisho. Ndio maana aya inaendelea, man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa qala ta'ala fasda' bima tu'mar,
natangaza kile ulichoamrishwa kukitangaza. Mtume anaambiwa tangaza kile ulichoamrishwa kukitangaza. Waqala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun, tukawaokoa wale ambao yanhauna 'anis su', wanakataza kutokana na mabaya. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin, na tukawaadhibu wale waliodhulumu kwa adhabu iliyokuwa kali. Bima kanu yafsukun, kwa ule ufasiki waliokuwa nao, waliokuwa wakiufanya. Hawa ni watu wale ambao walikatazwa kwenda kuvua siku ya Jumamosi. Wao wakawa wanatega mitego yao ili Jumamosi samaki wakinasa mule, wao watakwenda kuwatoa siku ya Jumapili. Kwa hiyo watakuwa hawajaenda kuvua siku ya Jumamosi kwa akili zao, kafanya hila. Kwa hiyo ni kundi moja. Ukawa kuna kundi jingine limenyamaza tu, linawaangalia. Kundi la tatu linawaamrisha, linawakataza yale wanaoyafanya. Hawa walionyamaza wakawa wanawaambia hawa wanaowapa mauidha, hawa wanakuwakataza. Sawa, nini kwamba hivi nyinyi mnawapa mawaidha watu ambao Allah ashawaangamiza. Hawa washaangamia kwa hawa wanaoyafanya. Hawa wenye kutoa mawaidha wakasema tunayafanya haya ma'dhiratan, kwa ajili ya kuondosha udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasije wakasema hawakutukataza ndugu zetu, la, sisi tunawakataza kwa ajili ya kuondosha nini? Ya kuondosha ule udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia huenda hawa wakawa wacha Mungu. Kwa hiyo Allah anaeleza mwisho wa habari ilivyokuwa. Mwisho sasa, anjaina alladhina yanhauna 'anis su', tukawaokoa na kuwasalimisha na adhabu wale ambao walikuwa wanakataza yale mabaya. Wa akhadna alladhina zalamu, na tukawaadhibu wale waliokuwa wakidhulumu. Bi'adhabin ba'isin, kwa adhabu iliyokuwa kali. Bima kanu yafsukun, kwa ule ufasiki waliokuwa wakifanya. Wazi? Muallif anakusudia kubainisha hapa kwamba katika vitu ambavyo vinawasalimisha watu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni alqiyamu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ni kusimamia kuamrisha mema na kukataza mabaya. Qala wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, na aya katika mlango huu ni nyingi na zinajulikana, ni nyingi zinavyoonyesha uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wa amma al-ahadith, ama hadithi, fal-awwal an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ra'a minkum munkara. Anasema Abu Sa'id al-Khudri, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema man ra'a minkum munkara, yoyote miongoni mwenu atakayeona jambo la munkar, jambo baya, jambo lililokatazwa na sheria watu wanalifanya, falyughayyirhu biyadihi, basi na abadilishe jambo hilo kwa mkono wake. Alibadilisha jambo hilo kwa mkono wake. Na hili la kubadilisha mabaya kwa mkono, kuyakataza kwa mkono, ni katika haki ya kiongozi. Sawa sawa ni kiongozi wa nchi au kiongozi wa mkoa au wa wilaya na mfano wake. Hawa wao wanaweza kuzuia munkar na kukataza munkari kwa mikono yao. Au baba nyumbani kwake anao uwezo wa kukataza munkari kwa mikono yake,
wa hakadha. Fa in lam yastati', ikiwa hawezi, kwa sababu laisa ahlu lidhalik, yeye hastahiki kukataza munkari kwa mkono wake. Fa in lam yastati', ikiwa hawezi kufanya hivyo, fa biqalbihi, basi na akataze. Afwan, fa in lam yastati', ikiwa hawezi kufanya hivyo, kukataza munkari kwa mikono yake, fa bilisanihi, basi akataze munkari kwa ulimi wake, azungumze. Sawa, akataze kwa ulimi, kwa maana azungumze na abainishe kwa watu kwamba huu ni munkar, na dalili ya kuwa huu ni munkar, ni jambo baya, kadha wa kadha wa kadha, abainishie watu. Fa in lam yastati', ikiwa pia hivyo kwa ulimi hawezi kuzungumza, hawezi, fa biqalbihi, basi achukie katika moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman, na hiyo ndiyo imani iliyokuwa dhaifu, na huo ndio udhaifu wa imani. Lakini mtu asikose japo huo udhaifu wa imani, japo kuchukia katika nini? Katika nafsi yake. Wazi? Rawahu Muslim. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نكتوك عبد الله بن مسعود، hakika mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam juu yake amesema, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli, hakuna mtume yoyote yule ambaye amempeleka Allah katika umma wote ule kabla yangu, illa kana lahu fi ummatihi hawariyun, isipokuwa mtume huyo anakuwa na watetezi, wafuasi, anakuwa na wafuasi na watetezi wenye kumnusuru yeye katika umma wake. Kila mtume aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala anapata watetezi na wale wa kumnusuru katika da'wa yake na kumnusuru kutokana na vitimbi vya maadui. Kwa kila mtume anakuwa nao hao watu. Wa ashabun, na masahaba ambao au na wale wanaosuhubiana nao kwa masahaba, yaakhudhuna bi sunnatihi, wanazitekeleza sunna zake. Yaakhudhuna bi sunnati, wanachukua sunna zake, kwa maana wanazifanyia kazi sunna zake na wanafuata mwenendo wake. Wayaktaduna bi amrihi, na wanafuata maamrisho yake, na wanafuata maamrisho yake. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kisha huja baada ya kizazi hicho kizazi chingine kibaya. Kikiondoka kile kizazi kilichosuhubiana na mtume, kinakuja kizazi chingine kiovu. Yaquluna ma la yaf'alun, wanayasema yale wasiyoyafanya. Wayaf'aluna ma la yu'marun, na wanafanya yale ambayo hawajaamrishwa. Yani wao wanayasema yale ambayo hawayafanyi. Labda wataamrisha mema, lakini wao hawayafanyi hayo mema. Badala yake wayafaluna ma la yu'marun, wanayafanya yale ambayo hawajaamrishwa kuyafanya. Faman jahadahum biyadihi, basi yoyote yule atakayepigana jihadi na watu hao kwa mkono wake, fahuwa mu'minun, mtu huyo ni mu'min. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, na yule atakayepigana nao jihadi kwa moyo wake, basi huyo ni mu'min. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Imekuja hivyo kwema? Wallahu a'lam. Huenda katika hadithi hii kuna qalbu, kugeuzwa, kuna yaliyotangulizwa na kucheleweshwa. Ilitakiwa waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, walaysa waraa dhalika min al-iman habbatu khardalin. Takiwa hivyo. Qala waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun,
mwenye kupigana nao jihadi kwa moyo wake, huyo naye ni mu'min. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na mwenye kupigana nao jihadi kwa ulimi wake, naye huyo ni mu'min. Sawa, kilitakiwa iwe faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, mwenye kupigana nao jihadi kwa mkono wake, basi yeye ni mu'min. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na mwenye kupigana nao jihadi kwa ulimi wake, kwa maana kwa kuzungumza, huyo naye ni mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, na mwenye kupigana nao jihadi kwa moyo wake, kwa maana kwa kuchukia katika moyo wake, na yeye ni mu'min. Walaysa waraa dhalika min al-imani habatu khardalin, na hakuna baada ya hapo imani hata mfano wa chembe ndogo ya khardal. Kwa maana kule kuchukia ndio imani ya mwisho, hakuna tena imani chini ya hapo. Aliyekosa kuchukia katika moyo wake, basi huyo ameridhia, sawa. Naam, kwa hadithi hii inaonyesha wajibu au muhimu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hivyo hivyo ni dalili ya kuwatahadharisha watu wa bid'a, kuwasema pale ambapo wanaharibu, kuwakosoa, hivyo hivyo kuwatahadharisha. Rawahu Muslim, hadithi imepokea Imam Muslim. Wa an Abi al-Walid Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu annahu qala, kutoka kwa Abu al-Walid Ubadah ibn as-Samit anasema, bay'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumempa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumempa mkono wa utiifu, ala as-sam'i wat-ta'a, juu ya kumsikiliza na kumtii, kwamba sisi tunatii, tunatoa mkono au kiapo cha utiifu wa kusikiliza na kutii, fil usri wal yusri, katika hali za wepesi, katika hali za uzito, wal yusri, na hali za wepesi. Kwa tukiwa katika ufakiri na dhiki, sisi tutatii na tutasikiliza, au tukiwa katika utajiri na kujitosheleza, hivyo hivyo. Wal manshatu wal makrah, na tutasikiliza na kutii katika hali ya nini, ya utangamfu, hali ya furaha, wal makrahi, na hali ya nini, ya kuchukia na kukasirika. Wa ala atharatin alaina, na tutasikiliza na kutii pamoja na kujipendelea. Yani hata ikitokea Mtume amejipendelea katika mali, sababu yeye ni kiongozi, hivyo hivyo kiongozi yote, hata ikitokea kiongozi amejipendelea katika mali, akachukua mali nyingi, au akajipendelea katika vyeo, akachagua watu wake wa karibu, sisi tunatakiwa tufanyeje? Tutii na kusikiliza. Wa ala alla nunazi'a al-amra ahlah, na tumetoa bai'a ya kwamba la nunazi'a al-amra ahlahu, hatutalivua jambo kwa watu wake, kwa maana hatutapambana na kupigana sisi dhidi ya mtawala ili tumtoe katika utawala, illa an tarau kufran bawahan, isipokuwa mtakapoona kwake yeye ukafiri wa wazi, indakum min Allahi ta'ala fihi burhanun, ukafiri ambao nyinyi mna dalili na hoja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala inayobainisha kwamba jambo hilo ni ukafiri. Sawa, hapo itafaa nyinyi kumtoa, lakini bishurut, kwa masharti. Sharti la kwanza ni hili ambalo limetoka katika hadithi, antarau kufran bawaha, muone kwake ukafiri wa wazi, jambo ambalo ni ukafiri, sio maasiya, ukafiri wa wazi.
tena mna hoja na dalili za kuwa hilo alilofanya ni ukafiri. Wazi. Sharti la tatu, muwe na nini? Uwezo wa kupambana naye, kumtoa. Muwe na uwezo wa kupambana naye, kumtoa. Sio kiongozi ana jeshi na silaha, wewe unakwenda na mawe. Sio hiyo. Muwe na uwezo na nyinyi wa kufanyaje? Wa kupambana naye. Ikiwa hamwezi hivyo, basi mtakiwa mtulie, msubiri, mbaki katika taa yake na katika usikivu, katika kumsikiliza yeye. Wa ala an naqula bilhaqqi aynama kunna, na tumetoa bai'a kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba tutazungumza haki, tutaizungumza haki aynama kunna, popote pale tutakapokuwa. La nakhafu fillahi lawmata laim, hatutakhofia kwa Allah, hatutaogopa kwa Allah subhanahu wa ta'ala lawama za wenye kulaumu. Na hivyo ndio inatakikana, usiache wewe kuamrisha mema au kukataza mabaya kwa sababu unaogopa lawama za watu. La, siogope lawama za watu. Watu wakikulaumu hutonufaika, wakiacha kukulaumu hutonufaika kwa kuacha kwao, wala wakikulaumu hutodhurika na lawama zao. Wewe unachotakiwa kuangalia, je, hili unalolifanya linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Basi kisha achana na mambo ya watu, wala usijali kuhusu watu. Sawa. Muttafaqun alayhi. Qala al-manshat wal-makrah bifathi mimayhima, wa kuzitia fatha mimu zake, manshat na makrah, ay fi sahli was-sa'b, katika hali ya wepesi na uzito. Wal-athara al-ikhtisas, ni kule kujipendelea. Bawahan bifathi al-ba'i al-muwahhadati ba'daha waw thumma alifun thumma madha thumma alifun thumma ha'un muhmalah, ay dhahiran la yahtamilu ta'wila. Dhahiran la yahtamilu ta'wila, kwa maana ukafiri wa wazi ambao hauihtamili maana nyingine. Wazi. Naam, tusimamia hapo kwa leo. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuendelea kesho insha Allah taala.